kwa nimekuwa na uwezo sasa, imekuwa ni hivi na hivi. Nani aniambie sasa? Utaambiwa tu, ila uyakatae, uyaache, lakini utaambiwa tu. Kitaka upone kwa Yesu Kristo, ukubali maonyo na maelekezo, hapo utapona. Usidanganyike. Mungu hadhihaki chochote kile unachokipanda, hata kama ni wakati wa usiku, hata kama ni wakati uko sehemu fulani, umeenda sehemu fulani, hata kama ni kwenye shughuli, unafika pale unakuwa ni mtu wa kupindisha. Leo Wakristo wengi sio waaminifu. Mwingine akisha kopa harudishi. Mpendwa fulani, hebu nikopeshe. Nenda paka na kwenye ujirani huko, nikopeshe. Akikukopesha amekuwa ni adui. Wengine watu wako katika sura kama hiyo. Anaishi hata kwenye eneo, hana ushuhuda mzuri. Yeye ni madeni. Hata kisha tuma kitu fulani ya kwamba hebu kipeleke sehemu sahihi au kitunze kitu hiki, uwezi kukuta kama kilivyokuwa kimekusudiwa. Chochote unachopanda lazima uvune. Yupo baba mmoja akafungua duka na vitenge na vitu mbalimbali na vyombo, vitu mbali. Akaja mchungaji, mtumishi wa Bwana, naomba sasa uje hapa ukope, nikukopeshe. Kaanza kuangalia, unadhani kichwa hiki cha kwachi ni cha kurukia cha kuhaha kwenye mambo haya, eti nikope. Sasa nisipopata kesi haribu jina la Bwana. Nimwambia kwamba Mungu akubariki sana, kisha fika wakati tu nitakuja kununua. Usipende sana hata kule kwa unakopa. Bali kuweza kula hata chakula kikavu, lakini usikajikuta ukajidhuru na ukamfanya Yesu akatukana. Tuna watu wengi katika nyumba ya Mungu wanaomfanya hata Yesu aliye naye atukanwe. Ni sawasawa na watoto ambayo hayana adabu, yanawatukanisha hata wazazi wao. Mzazi yuko salama kabisa, ametulia, lakini kwa sababu ni mtoto ambaye hana adabu, mpaka na mzazi wake aliweza kumlea, mpaka naye anatukanwa. Mzazi yuko salama. Niombe asubuhi ya leo, usitukanishe kanisa la Kristo. Chochote mtakachokipanda lazima tegemea kuvuna. Kile sio waaminifu hata kwenye ndoa za wengi, wanakuwa na porojo nyingi. Nilikuwa mnaandikia wakati mwingine hata barua kabla hazijaja simu, miaka ya nyuma huko, kajamaa kanajikunja kanamwandikia binti au mtu fulani, ninakupenda sana, salamu sana. Baada ya salamu, siku hizi hata usingizi silali, sisinzii. Na yeye baada ya kunikuta amesoma hiyo, amesema hata usingizi halali, hasinzii. Hebu amka asubuhi, utamwona paka na matongo yameanguka chini. Aliyekuwa anasema ya kwamba asinzi, ndivyo alivyo shetani, yuko namna hiyo. Usidanganyike, usiharibikiwe ukapoteza nafasi yako kwa sababu ya kudanganyika. Usidanganyike tena. Mimi tukishawana tukafunga ndoa, hautakuwa unakula hata muhogo, utakuwa unakula chipsi tu na nyama choma na kuku na mayai, na wewe sasa kichwa dundo. Usidanganyike. Kwa nini Hawa alijikuta amebadilika au ameharibikiwa? Alipokubali kusikia sauti ya shetani. Wanawake wa kijinsia kike kudanganywa, wako na kujia kwenye sikio.
mwanaume huwa alikuangalia. Bwana wetu asifiwe. Haleluya. Akaangalia damu ya kwamba tunda lisema, naye akalipokea akakula. Kuna roho sasa ya kudanganyika. Usidanganyike. Tumesali mno sasa, tuliache kanisa. Tumesali mno, michango imezidi sana. Utachangia kila eneo, kila eneo lazima utachanga. Bwana wetu asifiwe. Amina. Kwani ukienda kwenye basi unasafiri, si unatoa nauli, unachanga? Ukipeleka mazao yako sokoni, si unatoa hata ushuru? Kila leo unafanya hata biashara fulani, umefungua hata duka, si unatoa unatoa malipo? Mtu anaenda kilabuni, anatoa mchango wake kulingana na jinsi alivyo. Hasa leo watoto wengi wanaangushwa hata mchango. Tena kama kwetu hapa Mkuyuni tuko vizuri sana, tunaenda vizuri mno, hatutumii nguvu, na mimi wasipendi kutumia nguvu. Bwana wetu asifiwe. Nilikuwa naniambia mama Chacha ambaye tulikuwa naye hapa, alikuwa ni shemasi hapa, mkiwa mwalimu walihamia kule Lindi huko mbele. Lindi huko akania, mchungaji aliahidi, na yeye aliahidi pale. Amenipigia tu simu hivi karibuni, mchungaji, kidogo bado nimepata kidogo, lakini nakumbuka sana. Nakumbuka sana. Wakati wote tulitairusha ifanye kazi kidogo. Akasema huku michango ni sio ya kawaida, mchungaji akisha simama. Haleluya. Haka mtu wakati unainuliwa pale, unaanza kujieleza hapo mbele ya watu wenzako. Mimi hiyo sina. Takupeleka mbele za Bwana kama una kichwa ngumu. Mungu atakushughulikia. Peleka tu mbele za Bwana. Nafika mahali hapa madhabahuni, naanza kusema fulani, 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 fulani. Nashangaa kama una miaka takipata tu. Sisi watu tunawapeleka mbele za Bwana, ndio kanuni ambayo tumepewa. Bwana wetu asifiwe. Na uacha ugali kuanzia asubuhi mpaka jioni, nadhani mchezo. Hata kachai na kacha. Jina la Bwana libarikiwe. Na kupeleka mbele za Bwana katika hali ya kiroho, ili Bwana wa jeshi apate nafasi ya kukushughulikia. Kuta hata madeni yako, hadi zako za ujenzi, shughulika. Unafika wakati mwingine umejisahau, umeona kama mwenyekiti wa ujenzi au mzee wa kanisa, hebu nikaweka nafasi, tafuta jina langu pale. Unabakiza, unakuta, unakumbuka kumbe nimebakiza 30,000 au 20 kwa ajili ya kazi ya Bwana. Niko na labda nimebaki 10,000. Unakuja unajitini. Usidanganyike. Bwana wetu asifiwe. Hebu tuangalie kitabu cha Mwanzo. Hebu tuangalie kwanza Kumbukumbu la Torati. Usidanganyike. Kumbukumbu la Torati 8:12 hadi 14. Kimbia tunaenda na twende sasa, twende. Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 12 hadi 14, neno la Mungu nasema, angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Komea hata hapo. Ile ni tangazo, na mimi nalitangaza. Jihadhari. Unamsema angalia. Unaambiwa angalia, maana yake uinue kichwa. Utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana. Komea hata hapo. Sasa leo watu wanadanganyika. Akipata hata kama ni kazi,
akipata hata kama ni mali, akajenga hata nyumba nzuri yenye vioo marumaru, mambo mbalimbali. Mmoja akawa nasema, ukitaka kumwelewa ya kwamba mtu ni tajiri, ana uwezo, nenda kwenye choo yake. Sikiliza wana wa Mungu, ukitaka kuelewa kama huyu mtu ni mtu tajiri mwenye uwezo, nenda tu kwenye choo yake. Ndugu yangu, naweza tukasinzia huko. Unaweza ukatamani kwa unapigia hata simu humo, yani hakuna shida. Lakini kuna vyoo vingine unaenda baba, ila kwa sababu ni jambo la lazima, unakuwa kama umeenda jehanamu ndogo. Lakini ukitaka kumwelewa ya kwamba ni tajiri kwenye choo, mwalimu wetu akawa anatueleza kitu kama hicho. Angalia moyo wako utakapojikuta umefanikiwa, fedha imekubali, nyumba nao ni nzuri, makundi jia mifugo, miradi zako zimeenda vizuri, unasomesha watoto, na wewe wakati unasoma unauza maduka hata jumla, mtainuliwa tu, atawainua tu. Yeye tu chini ya mkono wangu uliye hodari, utainuliwa tu. Hebu nikupe ushuhuda mmoja. Kuna kijana mmoja kanisani, akawa ni mtu anaye moyo wake unasumbuka kwa ajili ya mambo ya Mungu. Mambo ya ni mtu wa kawaida tu, ana mke na mtoto mmoja, kaona kanisani. Unaelewa, unaposimama vizuri mbele za Bwana, Mungu anatuwazia mema. Yaani wewe ukitulia tu mbele za Mungu, kawa mtiifu, ukanyenyekea, ukatukua sheria za Mungu, Mungu huwa anamwazia mtu mema. Lakini unaposhindwa kwa mwaminifu na kwa mtiifu mbele za Bwana, unatangaza uadui. Jana huyo, kwani baba mwenye familia, mtoto mmoja na mke mmoja, alishtukia tu, alikuwa na baba yake kiuko ni mtumishi wa serikali ngazi ya taifa, mtu mkubwa, akaanzisha miradi yake mikubwa, akajenga licholi kubwa, magari, watumishi. Akaangalia kwenye ukoo wake, Bwana wetu asifiwe, akamuona huyo kijana tuliye naye kanisani, huyo niwahi kunisaidia, akakubeba mamizigo fulani pale supermarket pale Kishimba pale miaka hii. Akaja akasema, nimekuchagua wewe na kuomba sasa ukasimamie, wewe ukawe msimamizi, tukaangalia usalama pale, utapata gari, nyumba nzuri na mambo yatakuwa, kila jambo ulisimamia, watakuwepo mameneja kiwa tu, wewe ni msimamizi tu. Muda kidogo tu mambo yalibadilika. Mungu kumbe Bwana tuwazia vizuri. Lakini pale tunapokuwa na hali ya utii, hata kama ni changamoto utaipitia, watu watacheka, watu wataongea. Watu wana midomo yao, lazima waongee, kwani uwazuie? Lakini wewe umesimama tu pale pale, unaendelea kumishia Bwana, na kwa katika hali ya uaminifu, Mungu anatuwazia mema. Lakini unapokuwa tofauti, unakuwa ni adui wa Mungu. Kuna washirika wengine wao wataki kuchungwa. Penda nikueleze jambo hilo. Hataki kuchungwa. Hana mchungaji. Hawezi akaambiwa hata jambo hili acha au fanya hivi akaifikia kwa wepesi. Anaweza kalifanya, lakini kwa kung'ang'aniza. Magari yapo, watumishi, chuo kikubwa tu kikubwa, akawa yeye ndio msimamizi. Jina la Bwana libarikiwe. Angalia, utakapokula na kushiba. Wengi tatizo, akishiba anaweza akajifikiri kwa sababu hajui kupambana, anaweza akadhani ya kwamba njaa huwa haipo. Njaa ipo. Bwana wetu asifiwe. Usidanganyike. Usitoke kwenye saiti ya Mungu, usitoke kwenye utaratibu wa Mungu, moyo wako usijukainuka.
Zamani